Kwa hiyo hofu ni kitu kibaya ambacho athari zake ni kama ifuatavyo. Moja, ina athari kimwili. Itakupelekea wewe kushindwa kula vizuri, itakupelekea wewe kushindwa kuishi vizuri. Lakini pia mwili wako utakuwa dhaifu, utakuwa hauko energetic. Tegemea kuharibu kazi ukiwa na hofu mahala pa kazi. Lakini athari pili ni athari ya kisaikolojia, ambazo hizi zinaenda kuharibu uwezo wa kumbukumbu. Utakuwa na uwezo wa kukumbuka, utakuwa na uwezo wa kuchakata mambo vizuri. Lakini athari nyingine ndani ya athari ya kisaikolojia, utakuwa ni mtu mwenye wasiwasi sana. Kila wakati una uhakika kwamba nini unafanya hapa duniani. Una wasiwasi, unaweza ukaharibu, una wasiwasi hapa janza tatizo linaweza kutokea. Nini sababu? Sababu ni hofu. Athari nyingine kubwa ni zile athari za kijamii. Wewe utashindwa kuishi vizuri na watu katika jamii. Utajitenga, utajinyanyapaa na utanyanyapaa wengine kwa sababu una hofu watu watakuonaje, watu watakutazama vipi kwa sababu bwana wamesema mimi nina ukimwi. Kwa hiyo unaanza kujinyanyapaa mwenyewe, una hofu watu watakutenga. Kumbe watu hawana hata habari na wewe. Lakini athari nyingine ni athari ya kiuchumi, kwa sababu hautajiingiza kwenye masuala ya kibiashara kwa sababu una hofu. Sasa nini tufanye ili uweze kukabiliana na hofu? Kwanza, tembua vizuri mawazo yako kichwani. Be sure of hicho kitu unachokiwaza. Je, ni kitu halisi au ni kitu cha kutengeneza? Nataka kukukumbusha, kuna kipindi fulani wakati mdogo ulikuwa unakitembea usiku, utamsikia kama kuna mtu anakufuata nyuma, anafuata step zako. Lakini yule mtu baada ya kuwa mtu mzima hayupo tena. Nini kimetokea? Yule mtu tena hayupo. Ni kwa sababu ya ile ulikuwa una hofu. Ulikuwa una hofu kwamba kuna mtu anakufuata nyuma, na kuna watu ambao wanashindwa hata kupanda treadmill kama hivi kwa sababu ana hofu kwamba ataanguka. So I advise you today, fanya upembuzi sahihi juu ya jambo ambalo una hofu nalo. Hakikisha kwamba unalitambua vizuri kwamba hii ndio hofu yangu sahihi, na badilisha mawazo yako. Lakini kama ni kitu halisi, wewe unaogopa kufanya biashara au unaogopa kukaa peke yako nyumbani, anza kufanya mazoezi ya kukabiliana na kitu ambacho kinakutia hofu. Sawa ndugu yangu? Nenda kabiliana nacho, anza kuzoeana nacho na hofu itakuisha. Lakini kizidi, fanya mazoezi ya kuvuta pumzi na kuachia, kwa sababu itakusaidia kupunguza ile wasiwasi ambayo unakuwa nayo. So next time, kumbuka kufanya pia mazoezi, kwa sababu mazoezi yanachangia kwa asilimia kubwa kupunguza kiwango cha msongo na kiwango cha hofu, maana ya anxiety.